Vipi? Vipi bana? Uko poa? Niko poa. Na mbona umeshtuka bana wakati umefika hapa hivi? Bosi. Kuna shida? Kuna shida. Inaonekana kuna shida kati yenu. La bosi. La. Haiko. Na mnajuana kweli? Ramsi, unamjua huyu? Simjui bosi. Na vipi wewe David, unamjua huyu? Sijamuona kama, sijamuona. Hujaimuona? Sijamuona. Sawa basi. Vipi mchongo umeumata? Mchongo uko poa? Naendelea tu na kazi. Sasa Ramsi, si unaelewa tu kazi yako ni kusaka mavitu. Nataka ulete bangi kwa wingi. Huyu jamaa atakusaidia kwa kusupply, kuchukua kwa watu wa hudumu. Sawa? Sawa, na pia nataka uifanye kazi. Unajua kuna wengine wenu wenye walikuwa wananifanyia kazi, walikuwa anaenda anauza hizo bangi, anachukua pesa zote. Vipi kuhusu wewe? Mimi nayo bosi, hapana. Hiyo siwezi. Ukijaribu tu utajua mimi ni nani. Na kuahidi nitakuua. Hapo nayo bosi, hapo sitawahi fanya vibaya. Sasa tumeelewana? Sasa nani nakwambia ufanye kazi kwa bidii, mshirikiane na Prince. Na unamjua kweli Prince? Labda tujuane. Huyo iwapo nitamkuta kwa sasa kwenye mission fulani niliyomtuma. Nikimkuta basi mimi nitakuita mjuane vile mmejuana na huyu sasa. Huyu ni partner wangu. Wewe pia ni partner wangu, lakini nyinyi ni vijana wangu nyote. Sawa, tunaelewana? Sawa. Tumeelewana. Sasa mimi nataka kuondoka. Kuna kazi naenda kufanya. Si mnaelewa kazi zangu za ofisi. Mimi basi naondoka. Ni mjuane sasa. Sawa. Vipi? Fresh. Uko poa? Niko fresh kabisa. Bana rada hii busy yetu. Niko fresh. Uko poa? Bana, na kuna vizuizi hapa hivyo. Lakini si unajua venye tuna watu. Mimi ni mwenyewe. Si unajua? Pia wewe mambo yako haiko straight. Vipi bro? Ulituambia hii kazi usikane hapa hivyo, ulikuwa unatukana, lakini naona ni unajua bro, lazima ujifanye ndio watu wasikugundue haraka. Unajua kuna spice wanaweza kuta wanaongelea hiyo story ili wakuspy. Si unajua? Lakini uko mjanja. Lazima ukae mjanja kwa hii business. Hiyo iko poa. Fresh. Iko fresh. Ndio sawa kimoja. Aje. Vipi kaka? Niko poa. Haya, karibu. Za habari ya siku mingi bwana, umepotea sijai kuona. Mimi niko. Alafu kazi ikoje bwana? Ile kazi yenye bosi amenipea ni ngumu. Ngumu kiaje bro? Nimeenda kuifanya imenishinda. Unajua lazima ujitume, kazi lazima ujitume, haitakaa rahisi. Kazi ukijituma ndio inaendelea kukaa rahisi. Kiaje sasa? Si like unafanya kwa bidii, unajifunza taktiki mpya za kufanya hiyo kazi. Hivyo sasa. Nimeshindwa. Umeshinda bro. Si nimekwambia aje? Sasa kutoka leo jua hivi. Ukitia bidii kazi inakuwa rahisi. Ukijikaza, yani ufanye kila namna, ndio kazi itakuwa rahisi. Unisaidie na mimi nikuje kukusaidia. Haina shida bro, nitakusaidia. Ila lazima utanipa kitu kidogo. Si unajua hii dunia nikikusaidia na wewe unanipea.
Tafuta tu nikupe. Sawa, hapo ni poa, nitakusaidia. Ila pia mimi siku hizi niko na kazi mingi. Naona hata nyumba yangu haijakaa poa. Nataka nifanye hizi kazi nipate pesa at least ndio ni. Mandugu zangu, leo nataka niwaambie ama nisiwaambie ndugu yangu? Waambie bana. Sasa iko hivi, si nyinyi mafans wetu tunajua kwa kujitolea na kuamua kuangalia kazi zetu, hivyo una moyo wa kutusaidia sana na kutusupport. Kitu cha kufanya, finya hapo kwa subscribe, comment, like na ushare hiyo. Share kwa groups mingi, share popote ambapo una nafasi ya kushare, kisha utatusupport. Na tunawashukuru sana. Una cha kuambia kweli mafans wetu leo? Leo mimi naweza waambia ni asante sana kwa kutufuatilia, na Mungu aendelee kuwapa siku mingi ili muendelee kutufuatilia. Alichosema ndugu yangu, mimi siwezi kuongezea chochote tena. Ninachowaomba sana, endeleeni kutupa support kwa kuwa tunawapenda sana. Sisi kama tunajiita aje? The JK Onyoni family. Niambie, kwani kuna shida gani? Uliumizwa? Kwani ulikuwa unafanya nini mpaka ukaumizwa? Unajua ile kazi ya nyumbani tu. Wakati nilikuwa ninatoka huko, wakati nimemaliza, kumbe kuna wazinzi walikuwa wananingojea. Kwa bahati nzuri nikatoroka, lakini waliniumiza. Walinipiga risasi ya kifua na wakaniumiza kichwa, ndio kwa maana umeona nimefunga hivi. Kijana wangu angekuua kumbe. Ni kama hao watu ni washenzi sana, lakini sasa kwa kuwa wewe umeyazoea hayo. Si umeyazoea hayo hata kama umeumia. Ndio. Sasa wewe nataka ufanye kazi tena kwa nini? Sasa tunaelewana? Ndio. Sasa umeniambia ulikuwa kwenye kazi ila ukatoroka, kwa hivyo ina maana ulitoka na pesa. Pesa nilitoka nazo. Sasa ziko wapi? Hujaniletea hapa ama vipi? Uliamua kujilipa? Hapana, kuna mahali nimeziweka. Bosi anastahili atuongezee mshahara bana. Ndio bana, siku hizi anatufanyisha kazi ngumu na pesa anatoa hakuna, hata haziwezi kusaidia kitu yoyote. Si tutamwendea tu tumwambia ongeze mshahara bwana. Tukinyamaza hivi sisi ndio tunaumia. So hiyo bosi tunafaa tumkute, tumwambie jamaa atoe pesa bwana. Hivyo mkuu basi. Sasa inaonekana kuwa umenidharau, unidhamini tena. Uone kama mimi ni kiongozi wako. Ndio. Ni sawa. Basi yafanye unayoyataka. Na mimi acha nifanye ninayoyataka kabisa. Tunaelewana? Ndio. Wewe jiunge na kikosi kingine, najua umepata kikosi unataka kujiunga nacho. Wewe ondoka, nenda kafanya mission zako kivyako. Nimeenda. Sawa. Karata tatu Kisu komba shuba Tega sikio vivisha Karata tatu Kisu komba shuba Tega sikio vivisha. Ndio basi kaka. Unajua biashara zangu zenye nafanya. Wakati nilikuwa katika kazi nilikutana na majambazi. Majambazi kaka tena? Ndio. Wakati nilikuwa nimemaliza wakaniumiza. Ndio kwa maana. Wale koshwa ni majambazi ama ni polisi? Walikuwa wamevaa kama majambazi, mimi kama ni polisi. Hizo siku hizi mpaka polisi huwa wanafaa tu kama sisi kawaida hivi. Ndio wasijulikane. Sawa, pole, lakini hiyo ni hali ya maisha. Sawa, na vipi kuhusu kazi, utarudi tena ama nini? Kazi? Sitarudi. Mbona vipi? Nataka nikae peke yangu. Peke yako na master amejua kwa master? Nilimwambia kitambo. Sawa, alikwambia niambia nifanye kitu changu. Nini ilifanyika mpaka ukakuja kuamua uache hiyo kazi? Utoke kwenye kikosi. Wakati nilimwambia master aliwahi kuja kuniona. Aliwahi nishughulikia hata kitu chochote. Na kweli alipata habari kwa wewe umeumia? Mimi hapo ndio kuna shida. Hiyo hakukushughulikia hata kitu chochote? Hakuna kitu alinishughulikia. Kama ni maamuzi yako ni poa.
Na kama mmemalizana nipo. Yes. Ramsi, naomba tukutane sasa hivi na kutumia location. Haya. Yes, hello. David, naomba tukutane na wewe sasa hivi. Nina kikao na wewe. Haya, nakutumia location. Yes, Prince. Naomba tukutane sasa hivi. Nina kikao na nyinyi. Haya, nakutumia location. As the JK Onyoni family actors, we want to tell you that kwa hii episode 3 tulikuwa na changamoto mingi na ndio maana ikakawia kufika kwenye YouTube channel yetu, na kwa hilo ningependa huyu hapa atueleze changamoto tulizokuwa nazo. Once again my good people, tatizo la kwanza mvua ni mingi huku, ndio maana saa watu na delay kuweka vitu zetu huko YouTube. Juu mvua ikiwa mingi hatuwezi toka kwenda kufanya nini, kuact. So hiyo ni shida ya kwanza. Shida ya pili, tatizo la umeme. Unapata sometimes stima inaenda, so inatupa changamoto katika kuupload hiyo video yetu. Na tunawashukuru kwa kuendelea kutufuatilia na muendelee na moyo huo ndio tufike huko juu. Na kwa kuongezea kwa hilo, pia tuna ukosefu wa fedha, aswa financial status yetu inakuanga low. So sisi tunachowaambia mafans wetu, tunaomba mtupe tu support, kwa kuwa tunawapenda sana na pia tunajua pia nyinyi mnatupenda sana. Sasa kwa kweli kwa mioyo yetu nayo tunaona tunasumbuka sana kwa kuchelewesha hii episode 3, na sisi kama kundi letu nzima tumeamua kuambia kuwa tunaomba msamaha sana, na kwa leo tunataka kuahidi kuwa hatutarudia tena kuwa kwenye changamoto hizo, kwa kuwa tumeweka mipango mingi ya kudhibiti mambo kama haya. Na sasa cha kuambia nyinyi kama mafans wetu, kwa kuwa mnatupenda sana na mnatudhamini, ningependa kuwajuza tu kuwa kwa kweli ile kutupa support yenu kwa hii kazi yetu ya sanaa, tungependa subscribe to our YouTube channel, like our videos, comment and share the videos so that we can be known and we can be popular with those people who are popular right now. Saa kwa hayo tungependa tu kuambia kuwa tuna majonzi sana kwa kukosa kuwawekea hii kazi yetu kwa wakati, na kwa hayo tunawaahidi tutafanya mabadiliko. Ama vipi ndugu yangu, una la kuongezea? Chenye mimi naweza ongezea, wale wako na moyo wa kutujoin, mmekaribishwa. Mtujoin. Tunawapenda sana. Cha kuambia kuhusu hapo kwa kujoin, there are some conditions, na hizo conditions huwa tunapeana kwa mtu wakati na ambapo amekuwa na moyo na anataka kuingia kwenye kundi akiwa na moyo wake wote. Hatutaki mtu wa kukuja kwenye kazi zetu tena aanze kutoka. Hilo nalo halitakuwa sawa kabisa. Watu kama hao wenye wanaingia na kutoka ndio wanaleta changamoto kwenye kundi. Sasa mtu unapata ameact this episode, next episode hayuko.
Sasa hiyo ni changamoto kubwa, na kama uko na moyo wewe tu ingia tu join, na ujue ukijoin hakuna kutoka, yani ni kupambana na kazi.